iendelee kutenga bajeti kama ilivyofanya mwaka 2023 ya kuweka kipaumbele namba 6 kuwa afya ya akili. Kipaumbele hiki kipewe bajeti na ile bajeti iwafikie waratibu wa afya ya akili. Waratibu wa afya ya akili kazi yao muda mwingine, kwa sababu hospitalini kuna kazi kubwa, treatment. Wao kama wanatibu, kuwepo na fungu ambalo litawezesha wadau kwenda kuibua huku chini wagonjwa ili wakaende kupata matibabu kwenye hospitali. Kwa hiyo kuwepo na kliniki za afya ya akili kuanzia kwa kina mama wajawazito mpaka wanapokuwa wanaenda kwenye kliniki zao za kila siku. Jambo la tatu, wale wote ambao wanapitia changamoto ya msongo wa mawazo, hofu, migogoro kazini, wasitumie pombe au dawa za kulevya kama sehemu ya kileta njozi kwao. Wale wote wanaokosa usingizi, wanaokosa umakini, wasitumie vile vileta njozi kama sehemu ya kutatua matatizo yao. Badala yake waende kwa wataalamu wa saikolojia kutafuta msaada wa matibabu zaidi. Jambo la 4, katika kuhakikisha kwamba tunakabiliana na janga hili, kila mmoja atenge muda wa kumtumikia Mungu wake. Aamini kwamba yote tunayoyapitia ni ya muda. Kuna muda yatafika, yatakwisha. Yamekuja, yatakaa na sisi na yataondoka. Kwa hiyo tusichukulie vitu personalization kwamba yani sisi ndio tumevianzisha. Walikuwepo wenye matatizo makubwa, walikuwepo wenye changamoto nyingi, walikuwepo wenye mambo ya hovyo mengi, lakini yote hayadumu, ni ya muda. Kwa hiyo kila mmoja atambue kwamba anayoyapitia leo huenda ni daraja la kumvusha, kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Jambo la mwisho, watutembelee Akili Platform Tanzania katika ofisi zetu au watupigie simu kupitia 0626551859, 0626551859. Kama kuna mtu anatamani, ni shule, ni chuo, ni taasisi, ni familia, aweze kutupa taarifa na sisi tutafika. Nikumbushe jambo la mwisho, kwa sababu naamini pengine muda umeshatupa mkono. Tunayo Tabora Zoo pale. Kwa hiyo sasa hivi tunaanza mkakati wa kufanya family therapy